Ashes, chukua vitu. Hallelujah. Tunataka tumsifu Bwana. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mikono yako juu namna hiyo. Wangapi wanampenda Yesu? Usinichukie kwa sababu nimekunyang'anya kiti. Nina sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuja kupokea miujiza, si kweli? Alafu ukikaa, miujiza ikikupita. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtanipenda? Kama unanipenda inua mkono juu. Hallelujah. Kama unipendi inua mkono juu. Huyu amepiga makofi anasema anipendi. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asha simkieka hapo vitu tena pia mkae. Itakuwa makosa. Asha siwasimamange pamoja. Asha siwasimamange pamoja, mnatembea. Amina. Mmoja abaki hapa ngoje viti, mwingine achukue shukani kutafuta washirika. Hallelujah. Amina. Mko sawa kaka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tumsifu Mungu. Na leo tukitoka hapa kuna mkesha pale mpaka asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi watakuwa pamoja na mimi? Wangapi watabaki tu hapa? Ama tufanyie mkesha hapa? Wangapi wanasema tufanyie mkesha hapa? Hallelujah. Hapa nataka ashas moja. Bwana Yesu asifiwe. Ashas mmoja hapa. Wengine wasonge hivi watembee. Hallelujah. Amen. Technician bwana, microphone, tengeneza microphone. Kazi yako ni kusimama kwa microphone, kutengeneza sauti zitoke sawa sawa kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nataka microphone za baka kwa ziko fiti. Hallelujah. Amina. Yes, yes. Hallelujah. Amina. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu. Inamaanisha watu wamefanya kitu. Hallelujah. Inua mkono wako juu namna hiyo. Amina. Wangapi wanataka kumchezea Mungu? Yeah. Tunaanzia chini kaka. Weka mikono tu namna hiyo. Weka mikono yako tu namna hiyo. Weka mikono kwa Yesu. Tingiza mikono yako tu namna hiyo. Unaweza tingiza tena kwa mwili kidogo. Ukisikiliza muziki una dansi kidogo. Weka mikono
muziki wa Yesu pale pale. Ai. Wapi vigele? Ai. Nataka niwaone sasa. Ai ai ai. Inua. 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 Bwana Yesu anameremeta. Weka tena mikono yako tena unayo. Bwana Yesu anameremeta. 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 Weka mikono tena. Aya. 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 Simba wa Yuda, nani kama wewe? Unainua mikono yako tu kama simba wa Yuda anakulinda. Aye. Simba wa Yuda, nani kama wewe? Simba wa Yuda, nani kama wewe? Ametuinua, ametulinda, nani kama wewe? Ametuinua, nani kama wewe? Ametuisha, ametuokoa, nani kama wewe?
Bwana apewe sifa. Amina. Sema amen. Amen. Fanya hivi. Umeona nani? Umeona nani? Umeona nani? Umeona nani? Muona Mungu wewe. Mungu aliye juu. Yes. Najua wengine wanasema ala. Kwani Ruben tuko na Pastor Ezekiel. Sema amen. Wapi shangwe na nderemo ya baba? Kwani Pastor Ezekiel yako Ruben? Okay. Bwana apewe sifa. Amina. Nawapenda kama nilivyosema. Shika mwenzako mkono penye yako, mwambie Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muulize unaendeleaje? Unaendeleaje? Muulize wewe unaendeleaje? Unaendeleaje? Aja, hebu muangalie kama amefurahia. Amefurahia kweli? Mbona amekunja sura hivyo? Wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Baba, wewe ni wewe na utabaki kuwa ni wewe. Wewe ni wewe. Haleluya. Na utabaki kuwa ni wewe. Sema amen. Amina. Direct away kwa point, si ndio? Tumekuja hapa kwa sababu ya kuokoa kilichopotea. Amen. Amina. Tumekuja hapa kuokoana mimi na wewe mahali hapa. Amen. Amen. Tumekuja mahali hapa kutafuta kilichopotelea maishani mwetu. Amen. Kile ambacho mwovu shetani alishika ndio tunataka tutafute. Sema amen. Ambia mwenzako sasa tunataka tutafute kilichopotea. Mwambie kile kilichopotea utapata leo hii. Amina. Amen. Haijulikane kwamba uko Mungu wa Eliya, haijulikane kwamba uko Baba wa Eliya Bwana. Nataka sauti hapa, sitaki mic sahi, nataka sauti hapa. Kama mnapenda Mungu, nataka sauti ya hapa. Haleluya. Watu haijulikane kwamba yuko Yehova wa Eliya, haijulikane kwamba yuko Mungu wa Eliya Baba. Atatambulika kwamba atajulikana. Baba, naijulikane kwamba uko Mungu wa Eliya, naijulikane kwamba uko Mungu wa Eliya. Sema Baba,
jambo linafunguliwa na jina lako. Sema na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Elia, na ijulikane. Baba ninakupenda Yesu, asante kwa Baba, na ijulikane kwamba Yahweh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba yangu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Baba uishi milele, nabariki mwanao. Baba ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, unitawale, tawala maisha ya ndugu na dada. Yesu ni nani mwingine kama wewe? Baba ninakutamani, Roho wa Bwana ninakutamani, unitawale. Baba tawala mji huu, tawala kila mmoja. Baba ninakutamani, Roho wa Bwana ninakutamani, unitawale. Hakuna lililo gumu mbele yako, kila jambo linawezekana mbele yako Mungu, yote yanakuwa mepesi mbele yako. Milango unafungua peke yako, fungua maisha ni wako wewe, fungulia kila mmoja aliye mahali hapa, abarikiwe na inuliwe, apokee neema na amani, utukufu na kutosha Bwana. Yesu ni nani mwingine kama sio wewe? Asante. Sema amen. 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 Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwanza nasema ni asante, maana mmefika na hamjachoka. Siku imefika ya kutamatisha, lakini karibuni tena. Wapi? Kwa mkesha. Sema amen. Tukutane kwa mkesha. Amen. Amen. Kwa hivyo nawakaribisheni nyinyi wote kwa sababu ya kesha, na ninaomba mahali pale ikuwe ni kesha ya kufunguliwa, kesha ya kuinuliwa, kesha ya kubarikiwa, kesha ya machinjo, kesha ya kukataa, kesha ya kutenganishwa na damu mbaya,
kesha ya kutenganishwa na ukoo, kesha ya kuachanishwa na damu ya familia, kesha ile ambayo itakuachanisha wewe na umaskini. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Amen. Amen. Mimi nachokanga kusimama, ndio maana nimeletewa hapa kiti. Amina. Mtaniruhusu nikae? Amen. Eh? Amen. Eh? Amina. Mtaniruhusu nikae? Hello? Hello. Mtaniruhusu nikae? Neema. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mtaniruhusu nikae? Neema tu. Wameleta kiti ya nini? Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wameleta kiti ya nini? Nataka mic mzuri. Mic moja mzuri. Amen. Amen. Mic ni ya nini? Tunataka tutoe ushuhuda. Nani wako tayari kutoa ushuhuda? Nani wako tayari kutoa ushuhuda? Hakuna. Sema amina. Amen. Brother, naomba kama uko na mic. Nataka kusalimia yule ndugu ako na jacket ya green. Sema amen. Amina. Nataka kusalimia yeye, maana naona ni kama namjua. Huyo. Bwana asifiwe ndugu. Amen. Wewe ni mzima? Mzima. Wanakuita nani? Hello. Kuishi wapi, kutoka wapi nyumbani? Rubeni Nyamira. Rubeni Nyamira. Oyo no mugaka. Wanasemanga mugaka, si ndio? Sasa ni wairire saa hii. Unaogopa? Unaogopa kutoa ushuhuda? Unajua sijataka nikuweke mbele huko juu, sasa nataka uongelee hapo karibu na watu, ndio unaweza potelea kwa wengine. Ama unataka tukuje tutolee hapa ushuhuda? Wapi shangwe na makofi ya Yesu? Umesema hapa hapana. Sikuje tuombe tu hapa pamoja. Amesema anaitwa Enoch. Enoch. Mimi nakupenda na ninakukaribisha kanisani. Uko tayari kuja kanisa? Amina. Wangapi watamuunga mkono wamfuate kanisani? Haya. Watu wengine hamtaki kanisa? Enoch amesema tuenda kanisa. Enoch, nataka tu tuongee na wewe dakika moja. Juu nimekufananisha, ni kama ndugu yangu, ni kama rafiki yangu, ni kama tulijuana, lakini sijui tulijuania mbinguni ama hapa, lakini hata ni sawa. Sasa tikwe namna hiyo. Kwa hivyo Enoch, nakukaribisha church. Nyumba ilijengwa ikaisha. Mwenye ako karibu, nyumba ilijengwa ikaisha. Baada ya kuisha nini ilifanyika? Kuwa free ndugu yangu. Si tulikuwa tumengoja hii siku? Wangapi walikuwa wamengoja hii siku? Si tulikuwa tumengoja hii siku? Mungu ndiye alikuleta hapa. Baada ya nyumba kuisha nini ilifanyika? Maana ninaelezewa kwamba nyumba uling'ang'ana ukajenga, lakini kujengwa kwa hiyo nyumba haikukuwa rahisi. Ilikuwa ya kujivuta, inaenda ikirudi. Ni kweli? Alafu baada ya pale naelezewa kwamba hapo ndio mahali kazi na pesa ilitoroka kwa mkono. Ni kweli? Pesa ikipatikana kwa mkono haiku inasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Enoch anaibika, tumweke hapa nyuma ya tent. Wasimuone. Enoch uko na watoto wangapi? Wapi makofi ya Yesu? Niliwaambia public inakwanga ngumu. Public si ya kucheka nayo. Amen. Public si ya kucheka nayo. Public ni ngumu. Na ndio maana unaonanga ukikuja pale headquarter inabidi tujifiche kwa ofisi. Sema amen. Enoch, tafuta nafasi, tutafutane tuongee pamoja.
Naona Asha ako karibu na yeye. Kuna jambo ako nalo. Ako tayari kujibu. Sema zote ni za ukweli. Anasema zote ni za ukweli. Na mbona anaogopa? Bwana Yesu apewe sifa. Enoch ako na familia ambaye haiko fully. Ni familia ambayo inapigwa vita usiku na mchana. Enoch ni mtu anatafuta pesa sana, lakini pesa yake haimsaidii. Anang'ang'ana sana. Lakini ninaelezewa kuhusiana na jambo kia kazi. Unaona venye kazi inatorokanga mtu? Enoch atufuate na pikipiki. Unapatanga hivi, basi ni hivyo. Pesa iko inamwagika mingi. Anasema pesa ni mingi. Anapatanga mingi lakini haoni faida. Anapatanga mingi na haoni faida. Ndio maana nimesema inatoroka. Enoch tutaonana huko. Kuna mahali tunajifichanga. Wangapi wanajua mahali tunajifichanga? Kwani wachache sana wanajifichanga hiyo site. Ni nani ako tayari tuongee na yeye public mbele ya watu? Kuja. Mwenye ako tayari tuongee na yeye public mbele ya watu. Fanya hivi. Fanya hivi mkono. Kuja. Mwingine? Kuja. Mwingine? Mwingine? Kuja. Alafu wale waoga tutafutane huko. Mwingine? Mwenye ako tayari tuongee public leo mbele ya watu. Tafadhali naomba fundi wa mitambo. Hiyo mmeua ama namna gani? Mwingine? Aya. Jitokezeni, wapi shangwe na makofi ya Yesu. Wewe ogopa hapo wakati mtu anaenda kupokea uponyaji. Sema amen. Amina. Amen. Amen. Pandeni hapa juu. Pandeni hii side. Pandeni hiyo side. Basi. Mwingine? Halo? Mwingine? Aha. Alalalala. Yes. Mwingine? Patieni pastor kazi. Patieni pastor kazi. Kwani mnataka nifanye kazi gani kama sio hii? Mwingine? Iko na watumishi wengi sana hapo wanataka kunisaidia. Mwingine ni nani? Halo? Mwingine ni nani? Kuja tuongee public mbele ya watu. Tuchambuane saa hii. Hapa. Hapa. Wangapi wako tayari? Mwingine? Amen. Mwingine? Haya, songeni hivi kidogo. Hivi kidogo. Hapo sawa. Naomba hii kiti bebu iwekwe pale. Kindly ushers can come. Si ati pastor amemnong'onozea. Leteni kiti mimi nitakaa huko. Yaani leo mmenijaribu imani, mnataka nikae kwa madhabahu. Watu wenye si wajua. Baba nitenge na dunia, niuone uzima wa milele. Baba nitenge na chukua hiyo wimbo kwa sauti na imani. Niuone uzima wa milele. Oh Baba nitenge na dunia, niuone uzima wa milele. Baba nitenge na dunia, niuone uzima wa milele. Baba nitenge na dunia, niuone uzima wa milele. Baba nitenge na dunia, Jehova, niuone uzima wa milele. Aya, anzia huko mwisho. Amen. Amen.
Amina. Hiyo mic iko sawa? Aya, tafuteni mic mzuri. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Naitwa Josephat Mbango kutoka Kakamega. Josephat Mbango kutoka Kakamega. Ndio. Umesema ukuje upokee uponyaji. Ndio. Alafu umekuja na sweetheart ama umekuja peke yako? Je, unaona umekuja na sweetie? Umekuja na sweetie. Umekuja na sweetie? Ndio. Sweetie yako wapi? Hapo hapo chini. Hiyo mic iko sawa? Tafuteni mic ama tufunge mkutano. Ama tufunge mkutano. Yes. Sema amen. Amen. Tufunge mkutano. Fundi wa mitambo tafadhali. Interruption ikuwe mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maombi ya wale ambaye wanafunga hii mkutano ni kama inataka kuitikia, lakini tutakata. Sema amen. Maombi ya wale wanaofunga hii mkutano na kama inataka kuovertake, lakini tutaikataa. Kutoka Kakamega. What? Tungoje kwanza. Aya, sawa. Kutoka Kakamega. Ndio. Umesema ukuje mkutano. Ndio. Uponyaji upo ama haupo? Uponyaji upo. Uponyaji upo. Ndio. Nataka kuongea na wewe dakika kidogo tu. Ndio. Amen. Amen. Nataka niongee na wewe dakika kidogo. Ndio. Naambiwa kwamba una watoto. Kuna mmoja alikuwa anataka kwenda nje, alienda? Hakuenda mpaka. Ni msichana ama kijana? Msichana. Alafu maneno ya shamba mambo yake iko namna gani? Kwa sababu naona familia wakipigania jambo shamba. Shamba baba alituachia. Lakini kuna ndugu yetu mkubwa. Ananisumbua sana kwa hiyo shamba. Mumeweka mpaka ama bado mjagawa? Tumekawa. Mmeshagawa na bado mnavutana? Ndio. Kuna yule ambaye anasemekana kwamba anaenda kwa uganga, lakini wewe ndiye anataja wewe ndio unaenda kwa uganga sana. Ndio. Kama uko nayo kidogo na nigawia hata mimi niogopwe. Kama uko na hiyo vitu yenye wanasema uko nayo, si hata mimi unipe kidogo. Ndio mimi sina. Hauna? Ndio. Nigawie kidogo bwana. Sina. Hauna kitu? Ndio. Huyu mtu ambaye anafanya biashara ya pombe ni nani? Ndugu yangu mkubwa. Ndugu yako mkubwa? Ndio. Yeye ndiye anafanya biashara ya pombe? Ndio. Na yeye ndiye anakukula ama ni kando na huyo? Ni huyo tu. Alafu ninaona kampaka kengine kadogo. Kakawa kameleta joto sana, ikaonekana sijui ni maua ama ni miti imepandwa. Niliweka hapo waya. Alafu hiyo waya na akakuja akapanda miti. Huyu mtoto analianga macho na kichwa ni mgani? Mtoto wangu mdogo. Mtoto wako mdogo? Ndio. Kifafa uliona wapi? Kifafa huyo ndio nimesikia leo tena ameanguka nikiwa pande. Sasa kama niko. Wangapi wako tayari kumwombea? Akiwa hapa amesikia kutoka Kakamega kwamba kifafa imeingia kwa boma. Sema amen. Amen. Kwa hivyo unamaanisha kwamba ukiwa hapa umesikia kifafa imeingia pale? Ndio, nimepigiwa simu asubuhi. Aliwahi kuwa nayo? Bado. Bado hajawahi kuwa nayo? Ndio. Kwa hivyo leo umesikia imeingia? Ndio. Okay. Kifafa sio ya huyo mtoto, maana hakuzaliwa nayo. Ninaambiwa hakuzaliwa na kifafa, lakini ni kifafa ya kusukumwa, ni kifafa ya kupinduliwa. Na ninaelezewa ya kwamba walisema ama wanasema mumeenda kwa uganga. Wacha huyo mganga ambaye mmekuja kwa Buda aliye juu. Ukitoka hapa ile kifafa ikuwa imekauka. In Jesus name. Amen. Amen. Kuna kitu inatembea kwa hii nyumba yako sana kama mtu. Nasikia movement hapa pale. Mara mingi mlango inabishwa. Hiyo mlango unapata kwamba saa zingine hata inaweza kuwa bishwa tu, ukienda kuangalia uone mtu. Ndio. Ni kweli? Ni kweli. Ndio maana wanasema uko na vitu. Ndio. Hizi ni nini unasema zilipotea kwa nyumba ukapata haziko? Mimi aje nikuambie, nilikuwa na mke, huyo mke akaenda akaniwachia masahani, masufuria nini. Sasa wakati nilitoka kasini, nikapata vikombe haziko, masahani haziko. Kuna mtu amechukua. Sasa nikawa siku moja,
Nikawa natembea tu town Kakamega, nikasema wacha niendeko kwa scrap. Nikapata kwa scrap vikombe zangu siko kwa scrap. Yaani mpaka unazijua kwa kala ukaenda scrap. Haleluya. Uko nimeweka jina yangu hapo. Ukazichukua ama walikukataza usichukue? Sasa nilichukua kikombe moja nikakuja naye nikaonyesha ndugu yangu, nikamwambia hivi vikombe ni vikombe yangu, natafuta mtu wako ndio nichukua. Akasema hapana, mimi mwenyewe nimechukua tu kikombe yangu kwa nyumba, nimeonyesha Na ukabeba? Nilibeba moja. Ulibeba moja. Watoto umezaa umepewa, lakini naambiwa kwamba hautakula matunda. Kwa imani safari ile kutoka Kakamega mpaka hapa lazima ufurahie matunda kwa jina la Yesu. Watoto wako waende ng'ambo, wale wanataka kwenda juu, ninaona safari ya kwenda ng'ambo. Aende ng'ambo, alafu pesa imwagike kwa ile nyumba. Wanasema wewe ndio maskini wa mwisho. Ukitoka hapa utatajirika. Ukitoka hapa utajiri iingie kwa wingi. Amen. Ile mguu ilikuwa na kukula kutoka chini mpaka saa zingine kuinuka hivi na kukamatia hapa ni gani? Hiyo ya right. Bado iko. Ukitoka kwa barabara unaenda namna hii, ukiwa umeangalia huko ni huu mkono, ukiangalia huku ni hii mkono. Ninaambiwa kwamba ukikiwa umeangalia huku, ukienda kidogo ufike hivi ndio unapata barabara ya kuingia kwenu, lakini njia ndogo sio kubwa. Ukifika pale mbele ndio ingie kwa boma, kuna miti iliyekuwa imekuwa hapa kubwa. Ilikatwa ama iko? Ni ya nani? Ile nyoka ilikuwa inaonekananga kwenu ni yako ama ni ya nani? Hiyo nyoka hiyo kuna mama. Mama Kambo. Inasemekana hapo na hiyo nyoka. Mama wa Kambo. Bado ni mzima? Ni mzima. Wangapi wanasema mchawi akufe? Wangapi wanasema mchawi aende? Amekula hiyo nyumba sana. Na amekula hiyo boma sana. Na ninaambiwa hiyo nyoka ilikuwa inatembeanga inakuja na potelelea hapa kwake. Wewe si tu hiyo nyoka ama mnaonaje? Kamata hivi. Shika anga. Kamata anga sasa. Shika vizuri. Amen. Saidia yeye kushika anga, na ukiona imefika kwa mkono yako usitupe chini, kamata tu vizuri. Ukisikia nacheza kwa mkono, kamata kichwa, usishike hii side nyingine. Amen. Lazima mchawi afanye nini? Akufe. Patia huyo dada mwingine. Dada, Bwana asifiwe. Amen. Unaitwa nani? Awino Dorcas. Kutoka sehemu gani? Wewe unatoka Mumias. Watu wa Mumias mko na maneno. Amen. Ninaambiwa kuhusiana na mambo ya mtu kurukwa na akili. Hiyo mambo ya kichaa ilikuwa ya nani? Sauti iko wapi? Baba yako mwingine. Kuna huyu mtu yeye akisha kula vitu zake anabeba panga namna hii. Yeye anasikia kumwaga tu damu. Ni kweli? Ukula vitu zake muelezeni ni nini? Maiki imekata. Halo? Hajaelewa. Nasema kwa hiyo boma mtu akisha kula vitu zake akili imechanganyikiwa, either ni pombe ama bangi amelewa. Sasa kazi yake anaona vita tu. Brother yako wangapi? Nielezee mtu kufika mahali aseme heri nijinyonge ama nikunywe sumu. Ako wapi? Tumtumie sumu ama kamba? Atuponyaje? Sasa si anataka kama hakuna na saa hii iko tumpe. Bwana pewe sifa. Tumpatie. Na kama unajua uko hapa na umebeba irisi, shauri yako. Uko hapa na umekuja kufunga mkutano, shauri yako. Uko hapa na umevaa nguo ya ndani ikiwa imeangalia upside down, shauri yako. Nitaitoa saa hii hapa.
Wacha niende nione kama wataniona. Utaonekana na kuchoma hapo ukiona na macho. Amen. Na uende bila hiyo nguo. Amen. Kwa hivyo umesema ni dada yako. Amekuwa Conjestina. Anatembea na kisu. Sweet atako wapi wako? Sweet number 1. Ako kwa nyumba. Umekaa ndani ya ndoa lakini mguu moja ndani ingine iko nje. Unafikiria kwenda wapi? Halo? Kwenu uliacha nini kwenu? Si ungebeba ukikuja. Tumsanyie fare aende? Tumtafutie fare? Hapana. Wacha tumpe fare. Ni wapi? Mumias. Awaje mzee? Mias sasa ni 1000, si ndio? Inaweza kuwa 1000. 2000. Oh, sasa ni 2000. Ai, 2000 kaa tu kwako. Ama wangapi wako tayari tumpe? Hakuna. Akae kwake, si ndio? Ndani ya nyumba maelewano hakuna mpaka upande wa kitanda. Upo? Ni kweli ama ni uongo? We, twende mbio mbio. Ni ukweli. Unakula kwa macho. Kuna simu ikaleta shida through mambo ya kupigiwa ama message. Ilikuwa yako ama yake. Naona ikileta maneno hapa kwa hii ndoa. Ilikuwa ya sweetheart. Akitaka kuongeza kama ako na mali, shida iko wapi? Ameangalia mfuko anasikia inatingika mzuri na anataka akuwe na 10. Sasa iko maneno. Hiyo siku naambiwa ulikuwa mkali sana mpaka hata mguu sasa ulikuwa unafanya tu hivi kama ng'ombe yenye imekataa kukamuliwa. Wanaweza pewe sifa. Amen. Hiyo siku alikuwa hatari kisirani hiyo siku. Alikuwa anachapa hivi. Wanaweza pewe sifa. Mambo ya kwenda kwenu wachana nayo. Ulipotoka kwenu sahani yako iliwekwa kando. Na then wakati uliamua ukasema huyu ndiye anatosha. Sasa kama mwenye alichukua huyu wanaweza pewe sifa. Kama mwenye alikubali huyu, si alikubali sura mbaya venye inakaa. Wewe vumilia na ile msalaba yako ambaye Mungu alikupea. Because Mungu alipokuwa anakupatia yule aliona hii mahandsome yote. Na akakuambia huyu sura mbaya, huyu ambaye anakaa namna hii ndiyo yako. Wacha kuangalia yule ambaye amesokota shati mzuri, ametosha kwa longo, nasema ningepata huyu. Hiyo wakati ukipewa ule, huyo alikuwa kufunga virago kwenda wachana naye. Si ndio? Si umekuja kupokea ponyaje? Na umekuja kwamba kama ni mzuri mambo iende sawa sawa. Na hiyo ni ndoa yako ya ngapi? Ya kwanza. Ukitoka hapo unaenda kwenu uoleke tena ama unatoka unaenda tu kwenu unajenga kwenu? Ukae chini ujitegemee mwenyewe. Wakati ulikuwa unaoleka mbona huko fikiria kujitegemea? Chochote kile wapendwa, Bwana asifiwe. Chochote Mungu anakupatia, usitarajia kupatie kitu ambayo imekuwa complete. Tarajia akupatie na ukue tayari kurekebisha kuendelea. Bwana asifiwe sifa. Unapopewa mtu kama mimi nimezoea hii ya white na unataka nivae black, usitoroke kutafuta mwenye ako na black. Nibadilishe niambie mchungaji, najua unapenda hiyo white, lakini nafurahianga ukiwa unaweza vaa black. Sema amen. 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 Kama ni nywele unaona inakaa hivi shakishaki, mwambie maidia enda nyoa style ile ya punk kama hii yangu. Ngaje mimi na ni sura mbaya hata nikivaa nikiweka punk. Inakuwa problem. Wanaweza pewe sifa. Mgongo uliacha kuuma. Sasa inakuja kienda. Haya sasa rudi ndani ya nyumba, jenga ndoa. Alafu kila kitu inyoroke. Mama yako ako wapi? Alikuwa analia miguu na mambo ya kifua na mgongo. Ni kweli? Alafu ni nani huyu ambaye yeye naye walikuwa nasema tu operation kwake? Huyu ni nani operation? Operation mko nao wawili. Hii namba 5 ukatae, maana naona namba 5 ya operation. Sema amen. Tunataka tuikatae operation namba ngapi?
Number 5. Sababu naona 3 plus 2. Amen. Itakuwa 5, si ndio? Sasa tulia ndani ya nyumba, na ukitaka mzee arekebika kuona ukiwa smart, jaribu pia kung'ara mzuri, alafu unatengeneza nywele vizuri, and then akirudi asipate unakaa maziwa ya mtoto hapana. Akirudi umeoga, umepaka Carolite, umeweka Rimisi, yote umechanganya pamoja. Si ni kweli wapendwa? Yeah? Wazee tupo. Ukiingia pale ukutane na Pampers pale kwa mlango utarudi? Si uta Sema amen. So jaribu kumaintain kila kitu, itakuwa mzuri, na mimi nitakuombea, niko hapa na wewe na nimekuja kwa ajili yako wewe. Sema amen. Alafu patia ndugu yangu. Ndugu wanakuita nani? Alfayo Nandwa. Pia wewe ni Western? Huko ndio mahali shida ile hamia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Alfayo Nandwa. Huko ndio mahali mambo iliharibika kumbe. Ulienda nyumbani lini mwisho Alfayo? Last December. Mbona umepanga inakataa? Kwani umeenda namna gani? Lakini unapanga ikififia. Mbona we utambuliki katika familia? Hii chuki inatokea wapi kwa nyinyi wenyewe? Polygamy family. Dadi alikuwa na mambo mingi. Sasa ndio maana hautambuliki. Nitakuombea roho ya umaskini na ufukara ambao wanasukuma kwako iishe, na ukipata pesa watakutambua. Kwa sababu unapong'ang'ana kutafuta pesa, unang'ang'ana, lakini wale wanaosimama mahali pale wanasema ya kwamba hao ndio wako na uwezo. Wewe unatengwa kwa sababu hauna nini? Hauna pesa. Kweli ama uongo? Lakini unaweza tengwa juu hauna pesa. Kwa nini? Kwa nini? Hapana. Alfayo? Ni Alfayo? Unaendaka kanisa? Unatoa fungo la 10? Ndio. Lakini baraka zako zimefungiwa juu. Na ulikuwa unaomba sana, shida ilienda wapi? Unang'ang'ana kuomba sana, lakini wakati mwingine mpaka unakaa chini unajiuliza, sasa hii miaka yote Mungu asikii mambo yangu? Ni ukweli. Alafu ulikuwa mtu wa mbele zaidi upande wa maombi. Naambiwa utumishi iliyekuwa ndani yako ilikamatwa kabisa na ikafungwa. Ulikuwa mtu wa kuona ndoto, unaona maono, unakaa hivi, unapanga, unafanya. Siku hizi unapanga ukifanya? Siku hizi hakuna kitu kinafanyika? Okay. Wewe hata tukipanga twende ushago hakuna kwenda. Alfayo lazima uende nyumbani. Na huyu ni nani ambaye analianga kulea? Sister yako. Muombe sana kwa sababu anafikiria kutoka potee. Naelezewa mlizaliwa, lakini mambo ya ndoa ama mambo ya kusikizana na mambo ya nyota ya pesa hakuna. Naelezewa ya kwamba masomo yenu ilishikwa kabisa na masomo ikawa isiwasaidie. Nyumba zingine ziinuke, lakini hii yenu iendelee kwenda kwa kaburi. Kuanzia leo hii tunaifufua kama vile Lazaro alifufuliwa. Lazima muonekane mkiwa wale ambaye ni wa maana tena. Lazima muonekane mkiwa wale ambaye tena mtakuja kutambulika kwa familia. Nyumba yenu ikawekwa chini kabisa, ikaonekana isiwe ile nyumba ambayo inaonekana. Mambo ya radi, naona jambo radi inapita hapa. Radi ni chapani. Ilikuwa mti. Na hapo mahali hiyo mti iko, ikaonekana kwamba hapo tu nilikuwa naleta mambo. Ni kweli? Na hiyo solution ilipatikana mpaka saa hii. Naambiwa hiyo area imekula watu wengine wako kwa mchanga. Na ulikuwa unafikiria ukipata kapesa ununue mahali uhame upotelee mbali kabisa uanze maisha. Utanunua lini? Wangapi tutamchangia saa hii aenda nunue kamoja? Wacheni kuwa na roho mbaya. Ni nini?
Hapa tuko watu wengi, kila mtu 1,000 moja. Si atajenga nyumba na tujenge kanisa hapo. Maana ni mtumishi, lakini anakaa yule mtu ambaye amechanganyikiwa. Anakaa yule mtu ambaye maisha yake anasukuma na nguvu. Na watumishi wa Mungu, hata kama uko hapa, tafadhali, haufai kusukuma maneno. Haufai kusukuma maisha. Haufai kusukuma mipango. Sema amen. Unapokuwa unatumikia Mungu, mipango yako inafaa ifanye nini? Ukue mfano mwema kwa wale ambao wako nyuma yako. Si ndio alifanya? Kwa hivyo kuanzia leo hii mimi nitakuwekelea mkono hapa na nikubariki, na unapotoka hapa uende ubarikiwe, nyota yako ifunguliwe. Mahali popote ukanyagapo na mahali unaingia na mahali unatoka, iwe ni mwangaza tupu inakuandama. Huyu mtu kila mara hospitali. Kila mara hospitali. Nyumba yako ni magonjwa inazunguka, kweli uongo? Ni nani huyu ambaye kila mara tu ni magonjwa? Mama yako mzazi. Mtu alimwambia atakuja kujua. Na tena waligombana sana. Mama yako ni mzuri, yeye unasemanga tu sawa, anakuambia asante. Ni kweli. Ukimwambia kitu anakuambia asante, Mungu akubariki. Ni kweli. Lakini naelezewa kwamba yeye alipokuwa anang'ang'ana na maisha ya mama yako, pia naye pigo ilimpiga, mchukua akaenda mahali pale. Tuko pamoja? Si alizima pap? Si tupindue ingine tena. Ulikuwa umefanya maombi gani ili chapa huyo mtu? Bwana pewe sifa. Alienda praying and fasting. Sema amen. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio silaha katika maombi. Ukiwa mtumishi, ukiwa pastor, ukiwa mtu yote ambaye unatumikia wengine, tafadhali weka kitu inaitwa kufunga na kuomba. Alipoenda chini akaambia Mungu, Mungu, yule naye kula nyumba yetu nataka kuona majibu. Silionekana? Kutokea hapo mkaanza kuitwa wachawi sana. Yesu nigawie ka uchawi kamoja. Hauna hiyo? Nitafute tuone kama tunaweza gawana. Unajua hapa ni mbele ya watu, labda hutaki kunipea kidogo. Wanaweza ona. Sema amen. Anigawie kidogo. Jamani. Alfayo, Mungu akubariki na nitakuwekelea mkono. Kuanzia leo hii unaokoka tena. Kuanzia leo hii anga yako ifunguliwe na mipango zako zifunguke. Na wale uliyekuwa umesimamia kwamba una roho nzuri ya kusaidia na wakakuchimbia kaburi wakasema utaisha, wao ndio wataisha. Amen. Patia huyu dada yangu kwa anashangaa sasa, huyu atanifikia saa ngapi na anataka kwenda kupika lunch. Sasa lunch unapika saa hii na saa hii ni sapa. Mama unaitwa nani? Masi nani? Masi Adhis. Bwana Yesu apewe sifa. Masi Adhiambo. Mtu anaitwa Nyalego. Ngano. Amesema namna gani? Amesema Nyalego ni nyanya yake mwingine. Na huyo nyanya yako mwingine mbona anaangamiza hii familia? Na Masi unakaa ulikuwa na maringo kiwa dem. Bwana Yesu apewe sifa. Si anakaa alikuwa na maringo sana. Unaona venye anafanya? Akina Mungu. Wapi shangwe na vigelegele ya Yesu. Leo tuko hapa mpaka che. Wangapi wamesema hivyo? Hapo mmenienjoy leo. Hapo mmenidanganya. Tunaweza kaa hapa mpaka che? Mko serious? Yesu wa baraka. 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 Aya aya. Aya aya. Aya aya. Masi, umepata watoto wangapi? Na umetoa wangapi?
Na ile damu ilikuwa inamwagika, mimi ilikuwa ya nini? Ukabulidi muda mrefu. Naambiwa kwamba damu ilienda mingi sana mpaka ukakosa, ukakuwa kama mimi. Unaona mimi nilikuwa kadogo na kaanga hivi naenda na upepo. Umesema wakati ulijifungua mtoto alafu damu ikaenda kwa wingi. Na hii ndoa iko na amani. Kwa nini? Kwa nini haina amani? Haujui shida ni nini? Pia wewe unapanga kuweka virago kwa mgongo? Twende nikusaidie kupanga. Masi, naona safari. Twende tupange. Unajaribu kuvumilia lakini hauoni. Kwani siku hizi ndoa ziko namna gani? Wazee muko? Kwani siku hizi mmekula nini? Wazee wa Nairobi ni stress. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wazee tujenge maboma zetu. Sema amen. Angalia kando yako mzee, angalia kando yako kabisa. Angalia tu kando yako vizuri. Hebu angalia kando hapo. Amen. Yule ambaye unamuona pale amerembeka, kuna yule anamrembesha. Amina. Yule ambaye unaona ameweka wig, unajua wig sio weave, wig. Yule ambaye anakuitanga darling, sweetie, baby girl. Kuna wale anaitanga baby. Kando na nani? Wazee mupo? Tafadhali, kama unataka kuitwa sweetie, ambia mama kwa nyumba anataka kuitwa nani? Sweetie. Jamani, tujenge hiyo nyumba, zile zingine tubomoe. Because ule mtu unamsomeshia watoto. Amen. Mimi leo nimekuja kuwaambia tu, hata ukinikamatia pale kwa kona ni sawa tu, mimi sina shida, siku itakuwa imefika. Lakini kitambo unigonge. Bwana apewe sifa. Amen. Yule mtu utamsomeshia nini? Watoto waende university. Lakini watoto wa Masi, hata kupata unga ndogo ya 1 kg itakuwa ngumu. Amen. Watoto wa Masi kusoma itakuwa shida. Wakikupigia simu unasema endeni kwa mama mboga akukatie nini? Sukuma. Lakini we mahali ulienda pale ulifanya nini? Ulienda na nyama kwa 1 kg. Tena unaingia hivi, wanakutolea kiatu ukiwa umekaa chini, alafu wanakutolea kale ka jacket kenye ulikuwa umeenda nako mjengo. Wanatoa naweka kando. Wanaanza kukufa kuambia daddy, how was your day? Bwana apewe sifa. Masi nyumbani wacha kwenda, lakini kuna jambo linaambiwa nikuambie kwamba ndani ya familia yenu kuna yule aliyekuwa anapata ndoa akienda, baadaye alikufa akazikwa kwao katika hii familia yenu, sio nyumba yenu. Tuko pamoja? Na ninaambiwa huyo mtu amesimama sana na wewe ili ya kwamba anajiuliza, je, Masi ni nani? Katikati ya boma yenu kupata ndoa sio wewe peke yako. Watu wanapata ndoa, tena handsome boys. Kwanza hata hapa wako wengi sana. Kuna mwingine hapa anasema sasa na mimi na ule adhi ambaye ananitesa, kumbe kushindwa hata kufikiria hivyo juu ya bibi yao wenyewe. Katikati ya boma yenu watu wasipate ndoa, kitu ya kwanza. Yaani mkipata ile ndoa, iwe ni ndoa ya mafurugano, iwe ni ndoa ya kuvumilia, iwe ni ndoa tu ya kusema wacha nikae watanichekelea. So tafadhali, naomba hiyo ndoa isimame tena. Na ninaomba hiyo nyumba irekebike. Na ninaomba maisha yako ibadilike. Ulikuwa unasema utafute kibarua, ulipata? Kwa hivyo kuanzia saa 6 ya leo tutakuwa tunatafuta kibarua. Kwa hivyo kibarua lazima tuende tutafute kuanzia leo saa 6. Sema amen. Kuanzia leo saa 6 tunatafuta kibarua. Wangapi tunaenda kutafuta nao kibarua? Wanaitanga wapi ile barabara? Enterprise. Itatuona mara hii.
Lazima tuingie kwa makampuni, tunataka kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Dunia saa hii mama atoke na baba atoke, heshima itakuwa. Wacha kukaa kwa mlango. Yes. Unaomba mpaka pesa ya chumvi. Unaomba mpaka pesa ya kununua kiberiti moja shilingi 5. Amen? Amen. Na hiyo ndio kitu inafanya unaona ndoa mingi zinasumbuka. Yule jamaa akipatana na ule mtu ambaye anakata tu, madam mwenye anakata kwa kibanda mboga saa hii, ipatana na yeye atapotelea huko juu ya nini? Ule mama anatengeneza 200. Na wewe na umekaa hapo. Venye alikuacha ndio venye umekaa. Sema amen. Amen. Masi kuna kitu inashikanga hapa. Niangalie. Hapa. Kuinama inakuwa shida. Ni side gani? Hata sasa hiyo unaisikia. Haya. Ningekuambia lakini tumechanganyikana. Sema amen. Mpaka saa hii unaipata. Okay. Mimi nitaomba na mambo itabadilika. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Oh Baba, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mama, huyo mtoto ni wako? Ni wako? Ni wa dada yako? Ni mzima? Ako salama? Na mbona simuonyeshe light? Anang'ang'ana kuona light na wewe umemfunika tu. Oh, amerara. Oh, sawa sawa. Kwa shangaa. Kwani umefunika umenani? Kwa kufikiria na umenani pande ni kule. Kwa kufikiria ni umenani pande ni kule. Mama yangu, unasema ya kwamba wengine wanaishi aje na mimi naishi namna gani? Kulala kwako ni ngumu, mawazo ni mingi na mafikirio ambayo uko nayo ni mingi sana kwa maisha yako. Kweli? Kuna wale watoto ulikuwa unaongelelea kwamba Mungu awabariki. Walikuwa watoto wa gani? Na mbona ninaelezewa kwamba hata kusikika ni ngumu na hata kupata matumizi ya kawaida ni ngumu? Alafu ninaelezewa kwamba chochote unachowekelea mkono kinakuachilia. Chuki imekuwa mingi mpaka wengine hawataki hata kukuona. Vikao zinakaa venye unaona wamesimama hivi, wanakaa tu wakikuongelelea. Unapango kwa na shida gani? Watoto mimi peke yake. Yes. Wamesoma. Wako kazi. Kuwa na watoto 3. Sasa nimebakiza mmoja shule. Ndio. Sasa wako kazi. Aha. Sasa baba yangu mzazi. Aha. We angalia maisha yako we mwenyewe. Ndio. Juu nilikuwa namwambia huyu mdogo ako form 3. Sasa nilikuwa namwambia tusaidiane ili amalize shule. Ndio. Sasa kijana amenyamaza, hapigi simu na bado anaendelea na kazi. Bado anaendelea na kazi. Sasa hiyo kufurugana ni baba yangu kulifurugana juu nilikujanga hapa juzi. Yes. Akaniambia we Nancy, uachane na mambo ya mwako. Nikamwambia hata sitegemeagi mtu, hata wewe tangu niachwe na bwana yangu sijawahi tegemea wewe ama masisters zangu. Ndio. Ama my brothers. Yes. Lakini mimi najuaga Mungu hapa. Hata hapa mahali nimefika ni Mungu. Na ni yeye atanisaidia mpaka huyo mdogo amalize shule. Ndio. Kaniambia we enda sawa. Vikao zinakaa kwa ajili ya maisha yako na laana mingi na kufuata. Na ninaambiwa kwamba wewe unakaa na mawazo mingi. Pesa kushikika ni ngumu,
unafikiria venye umesomesha, unafikiria venye umeng'ang'ana, lakini mwishowe saa hii wewe ulikuwa unatakana uishi maisha mazuri, saa hii unaishi maisha ya mtu wa chini kabisa. Wamekutenga mpaka na watoto. Ni ukweli. Na sasa saa hizi naye wewe, kitu ambaye nataka nikuambie wachane nayo, usilie machozi ukilaani. Lia machozi ukiambia Mungu, ulinipea watoto, ninaomba warudishe karibu na mimi. Kwa sababu mara mingi unakanga unaulizana na je, sasa nilizaa watoto Mungu ama watoto ni wa nani? Iko hivyo? Kuna yule ambaye inasemekana ameponea ama aliponea ajali chupu. Ni mgani? Ni my brother. Your brother. Karibu aende. We, na ukamwombea? Nilimuombea. Hata ajali yenyewe alipata ilikuwa baya. Juu tulimfanyia harambee akawekwa chuma. Aya, akawekwa chuma. Na sasa vibarua hizi ambazo unatafuta, unang'ang'ana, zinapatikana? Sipatagi sana. Kwa hivyo wewe ungetaka upate vibarua ama watoto warudi karibu na wewe wakusikie, juu unaona saa hii wamekamatwa na ile side ya huko nyumbani. Ungetaka namna gani? Mimi nilikuwa naomba nipate kazi. Ndio. Huyu mwenye ako shule asome hata yeye amalize. Anaitwa nani? Huyu anaitwa Irugu. Unasikia hiyo jina? Anaitwa Irugu. Lazima asome kwa jina la Yesu. Apokee amani na uponyaji, si ndio? Lazima asome. Wapendwa waseme amen. Amen. Wakati unakataa kusema amen, na wewe shida zako umebeba umeweka kwa mfuko, utaingia hapa venye umeingia na uende venye umekuja. Alafu useme kuna crusade ilikuwa pale, mbona hata sikufaulu, wengine wanatoa ushuhuda. So nataka pia na wewe ubarikiwe. Sema amina. Mama, mtoto wako atasoma. Na unapotoka hapa leo, tukutane kesha. Mpendwa wa Mwenyezi Mungu, kuanzia kesho, ukisha maliza maombi, kuanzia kesho tafuta kazi. Kazi yako iko mbele pale na kutafuta. Kazi yako inangoja wewe. Na vile ulivyong'ang'ana na wale watoto, hivyo ndivyo Mungu hawezi akakuacha. Sema amen. Wale wanaikuchukia na kukutenga, maana familia imekuachilia, utasimama tena. Amen. Kati ya huyu ndugu mwingine. Bwana apewe sifa ndugu. Amen. Uko mzima? Yes. Unaitwa nani? Nabii Wandera. Wandera. Yes. Wandera kaunti gani? Navakholo, Kakamega County. Nani anatoka Navakholo hapa? Wewe ni mkamba wa hapa Matu? Chebe. Wewe ni mkamba wa hapa Matu. Sasa sasa hivi unabeba labda ule. Sio maana. Haki ya Mungu hii dunia. Masomo ni ya nani hii ambaye mtu anasukumwa tu na masomo, aende shule anaacha anarudi, anaenda shule anaacha anarudi? Last born kwa vijana. Last born kwa vijana wenu ama wako? Wenu. Anapelekwa anarudishwa. Anapelekwa anarudi anakimbia. Ni huyo last born. Na sahi ako wapi? Ako tu Shago. Na mbona aelewani na wazazi? Kuna kitu imesimama ndani yake, maelewano imekuwa ngumu. Hiyo ni ukweli. Hataki kusoma. Hataki kusoma. Kama hataki kusoma. Alafu anasema kwamba mtu aliuma kidole akasema hii boma mtu atakapofika form 4 asisonge kutoka hapo, na hata kufika form 4 ikuwe bahati. Huyo ni mama mkubwa sasa. Mama mkubwa bibi yako mkubwa ama mama mkubwa bibi ya baba mkubwa? Bibi ya baba. Bibi, unajua sasa baba na wanawake watatu. Ala. Na hii uchumi? Sio wakati uchumi wake alikuwa sawa. Alikuwa na kakitu. So hapo ni. Kwa hivyo naambiwa kwamba mnapigana wenyewe kwa wenyewe.
Na imefika mahali mpaka hii familia kuungana kukua moja imekuwa shida. Hamwezi kaa chini venye tumekaa hivi na tusuluhishe jambo moja na liishe. Imekuwa ngumu. Huyu anarukia huko na mwingine anarukia huko na mwingine anarukia huko. Yaani tunaposema tukae inakuwa shida. Kuna nyumba ikaanza kujengwa na ikasimama, ikawa imetulia. Ni ya nani? Brother yako namba 2 anakufuata kwa mgongo. Nyumba ya brother yako namba 2 anakufuata kwa mgongo. Huyo ni namba 2. Na kazi yake iko sasa hivi akushago. Kazi yake ni kujiendesha tu pikipiki. Anang'ang'ana tu na bodaboda. Lakini kusimama vizuri imekuwa ngumu. Kesi ilikuwa kesi ya nini? Tuna ile kesi alikuwa nayo. Beba kijana. Vile unaweza patana na mtu kwa barabara. Ndio. Peleka mahali fulani, kumbe huyo kijana naye alikuwa anaiba kwao. So ikawa kwao wafuatilie ile pikipiki. Wakakuja wakashika wakaanzia hapo mambo na kesi. Kesi ikaanzia hapo. Ninaambiwa alisetiwa na kesi hiyo inaenda na yeye kabisa. Na ni kitu inaendanga inapumzika tena inaamuka. Inakaanga ni kama imepumzika tena inaamuka. Alafu sweetie ama mke yako pande gani? Wangu. Wako. Alisema nenda wapi? Kuna hapa. Unajua sasa. Toka hapo kwa challenge. Kwa wakati kuna wawili. Moja kushago. Huyu mwenye alikuwa anataka kwenda ni mgani? Mpaka akakupea ripoti akakuambia mimi sasa sioni. My first wife. Your first wife? Yes. Na wewe ni kama uko na kakitu. Bwana apewe sifa. Ni kama kuna kakitu? Mfuko inatazama. Kibeti iko sawa. Mwanaume ni nini? Mwanaume ni wallet. Na ikaonekana ya kwamba sasa ule Safari anafunga kwa sababu ya 1, 2, 3, lakini kutokea kwa ndoa ingine ya pili. Na baada ya hapo kama mzee wa boma ulisuluhisha ama ulisema wewe enda bwana? Tuliachana kwa bracket. Uliachana kwa bracket. Yes. Ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku naelezewa kwamba wakifugwa ni kukufa. Fugwa ni kukufa. Ni wapi? Kwetu sasa. Kwenu mahali unazaliwa hawasimami. Sherehe ikapangwa mzuri sana, ikaonekana kuna sherehe imepangwa na ikuja ikafaili. Ilikuwa sherehe ya nini? Ilikuwa yangu mimi mwenyewe. Nilikuwa nataka ile mzaa alikufa. Ile wakati mzaa alikufa sikuwa najiweza. Kawa nimepanga ya kwamba nitafute ng'ombe kwa ile kaburi ya mzee. Ndio. Ng'ombe ndiye kupatikana ama nini ilikosekana? Umesema sherehe ikaiva na ikaiva lakini ikachemka. Ukaazana nayo ukasema itakuchoma. Shilingi 100 ikatoka kwa mkono wako ukawa umepeana kama sukari. Hiyo pesa ulipea nani? Endeni mnunue sukari. Na hapo ulitoka hapa ukaenda nyumbani. Kutoka kule nyumbani kurudi Nairobi kila kitu kiharibika. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Kabisa. Unakumbuka ni nani ulipea? Ni nani? Hayuko hapa. Ni nani? Shosho kutoka kwa bibi. Shosho kutoka kwa bibi. Sema me. Safari ilikuwa kwenda wapi? Wapendwa, tulikuwa tunaenda na nyinyi kwa safari vizuri.
Hiyo story tulikuwa pamoja. Hiyo safari ilikuwa kwenda wapi? Nyumbani. Sawa? Tufike nyumbani tufanye nini? Tuchape sherehe. 100 naye ikawa imepeanwa wapi? Kutoka pale tukarudi kwetu na kutoka pale tukarudi Nairobi. Kila kitu ikafanya nini? Kweli ama uongo ndugu? Kila kitu ikasambaratika. Ukaanza kuona pesa kama gari inakimbia unaionea pale na vumbi. Na si uchukue pikipiki ufuate. Ai, ndugu yangu. Nikuambia ama niwache? Niambie. Sema amen. Kuna kitu hapa inaitwa namna gani? Hakuna. Hiyo kitu natafuta iko hapa. Ile kitu inabeba stima inaitwaje? Iko area hii? Kianza kuleki italeta moto. Haiwezi. Iko wapi? Oh, umeiona. Wakati gari inaenda mbio kabisa, alafu ifike mahali pale na inasimama yenyewe na emergency bila kuweka brake, then kutokea pale ionekane sasa hii gari hata wale walie ndani wasukume aje iwezi enda, mpaka ukakaa chini ukajiuliza kunaenda aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja. Ni hivyo? Tuko pamoja. Na ukashuku sana ukasema lazima huyu mtu ananisumbua akili. Ndio labda anaweza kuwa ameng'oa. Inaitwanga namna gani ile kitu? Ile kitu inashikanga battery inaitwaje? Ile clip ya battery. Inaitwa terminal. Ukashuku ya kwamba huyu mtu ananikula akili, labda ndiye ametoa terminal side moja. Tuko pamoja? Wapi shangwe na makofi ya Yesu. Na sasa gari ilikuja ikakuwa sawa ama tena bado ikakuwa na shida? Gari iko sawa. Wapi shangwe na nderemo? Biashara uliyekuwa unataka kufungua ilifunguka? Ilikataa? Ilikuwa biashara ya kuuza nini? Kwa nifungue duka. Oh, ka wholesale. Wapendwa. Wapendwa? Fanya hivi. Fanya hivi. Sema jambo. Apokee nini? Apokee nini? Uko na wivu juu hauna duka, si ndio? Wanaweza pewe sifa. Ndugu yangu, kile kinachokukula unajua. Si moja wala mbili tatu. Kweli? Na ninaomba uanzie kwa ground. Utume Mungu, sio wewe, usiende kushika panga. Tuma Mungu, muambie kutoka chini kwa ground. Kutoka kwa familia ya baba yangu ambaye nakula hii nyumba yetu. Na kutoka kwa ile familia ya kina bibi ambaye nilipeana pesa nikifikiria nasaidia. Kutokea hapo pesa imekataa kushikamana. Mimi nilikuwa nyota, nilikuwa taa. Ile taa ikazimwa na washa hiyo taa kwa jina la Yesu. Amen? Amen. Sasa hapa nilikuwa nasikia mkiongelelea mambo ya mtoto. Alipatikana? Na sasa umesema gari inakimbia jamani. Amen? Mtoto, tuseme maybe ndio yako kwa njia. Tarajia kufikia mwezi wa 5. Hallelujah. Naona mlikuwa mnaongelelea mtoto. Amen. Haya, next. Umesema hivi karibuni. Ndugu, Bwana asifiwe. Amen. Haki ya Mungu hii dunia. Kwa hivyo mambo itakuwa mzuri very soon. Ndugu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa George Oduori Ongo. George Oduori Ongo. Ndio. Naona kaburi. Ni kweli. Ni wapi? Ni nyumbani kule Siaya. Nyumbani kwenu Siaya. Manyumba zingine zimebaki bila watu. Wamama wengine wamebaki bila waume. Tuko pamoja? Ndio. Alafu wengine wamesukumwa ndani ya kamunyweso. Wanaitaka kamunyweso ama nini?
Hiyo drink. Ile energy drink. Inaitwa energy. Hiyo drink. Ile jasho ya besheni. Wengine wamewekwa kule ili wasipate kusonga. Kweli? Kweli. Alafu wewe ukiwa umekaa namna hii ama ukiwa unatembea, akili yako inakwambianga hii maisha na hii dunia umechoka nayo. Kweli kabisa. Tuko pamoja? Ukafika mahali ukasema sasa ni nini na ngoja tena, kwa sababu nikifanya hii haikubali, nikiita hii haiitiki, nikienda huku sihitajiki, nikufe ama niende wapi? Tuko pamoja? Kweli kabisa. Iko namna hiyo? Ndio. Na unaishi wapi hii Nairobi? Nilikuwa nakaa Kariobangi North pale, lakini kwa sasa hivi ile maisha yalinisukuma nimerudi na hapa chini tu hapa. Bado sifahamu. Maisha ile kugonga. Ndio. Ukaona hapa akuende. Ndio. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Atawale tu, mwachie Yesu atawale tu, mwachie Yesu atawale Baba, mwachie Yesu atawale Baba ya mwachie Yesu atawale tu, mwachie Yesu atawale Baba yangu Baba atawale tu, mwachie Yesu atawale. Wapendwa, inua hiyo sauti. Baba yangu atawale kwa nyumba zao, mwachie Yesu atawale. Baba yangu sema amen. Amen. Ndugu yangu, maisha ilikuwa juu. Ndugu yangu, ulikuwa na pesa. Ndugu yangu, ulikuwa na msaada kwa wengine. Wale uliyekuwa msaada kwa wao, sasa hivi wanakutambua? Hapana. Naambiwa kwamba umeinua wengi, umebeba wengi na umeonyesha wengi matafuto ya maisha, lakini imefika wakati hata saa hii hakuna mtu unaweza ambia nisaidia kusaidia. Kweli? Kweli kabisa. Na inafika wakati mpaka siku moja ukiwa umekaa peke yako, na ilikuwa usiku wa manane, uliamka mahali unalala, na ulipoamka ukasimama ukazunguka ndani ya nyumba, ukapima maisha uliyekuwa nayo na ukapima ile ambayo uko nayo, ukakaa chini ukajiuliza, je, kesho itafika kweli? Na saa hizi nikiisha, boma letu litasimama na nani? Kweli basi. Ni kweli. Ulikuwa unataka kwenda kwa Mungu? Ulifika wakati ukachoka na maisha? Sema amen. Usichoke na maisha. Hayo ni mapito tu. Ile uliyekuwa nayo itarudi. Wakati tulianza mkutano niliwaambia kile kilichokuwa chako tutakitafuta. Sema amen. Kile kilichopotea tutakitafuta. Na niliwaambia tafuta mwenyewe, because kiko hapa penye uko. Sema amen. Kiko tu hapa penye uko, lazima upokee. Ndoa yako ilienda wapi? Mike? Ndoa ya kwanza iliharibika, lakini hii ya pili niko na familia. Uko na familia? Ndio. Inaendelea mzuri.
Mbona safari ya kwenda nyumbani inakuanga na vita? Wapendwa, wasimamieni hapa, tunataka tuombe. Mbona safari ya kwenda nyumbani inakuanga na vita ikifika hapo? Ni kweli? Ni kweli kabisa. Ikifika hapo mambo inakuwa ngumu. Hata pesa haipatikani. Ungetamani nini kutoka kwa Mungu? Maana mimi sina uwezo. Ningeomba Mungu anirudishie nyota yangu. Amen. Lazima upokee nyota kwa jina la Yesu. Yule aliyekufungia nyota si yule aliyekuumba. Yule anayekupiga vita, barabara ya kwenda mbinguni haipiti kwao. Yule aliye juu ndiye anakujua vizuri. Lakini kilichofungwa na mkono wa binadamu hakina nguvu, na usitetemeke. Sema amen. Amen. Patia mwingine. Bwana pewe sifa. Amen. Uko salama? Uko salama. Safari ulikuwa unapanga kwenda wapi? Ulienda ukarudi? Nienda nikarudi. Ilikuwa ya wapi? Ushago. Ushago. Na mbona venye umerudi ukarudi na mikosi yote? Unaona mambo ikienda mzuri? Hapana. Mmekosana na nani hivi karibuni? Ikakuwa tu gomvi kabisa? Babangu. Baba yako? Unaweza rudi umwombe msamaha, ama unaweza mtafuta umwombe msamaha? Yeah. Na kwa nini Biblia inatuambia kwamba baba yako ndiyo nani? Ndio Mungu wako. Sema amen. Amen. Baraka zako lazima upokee kutoka kwa baba mzazi. Sema amen. Amen. Wakati atakufuatisha laana lazima itakushika. Amen. Amen. Tafuta baraka kwa baba. Hata kama ni mdogo, hata kama anafanya aje, hata kama ana vituko, tafuta pale baraka. Wewe yule baba ndiye aliyekulea, yule baba ndiye aliyekutafuta. Hata kama hakuchangia kukua kwako, yeye anaitwa baba yako. Wapendwa mko? Yeye anaitwa nani? Baba. Ninaomba, mimi nitaomba na nitakuombea milango ifunguliwe. Lakini unapoenda kuchukua baraka usiende mkono tupu ukifanya namna hii. Sema amen. Amen. Unapoenda kwa babako, enda ukiwa umebeba. Sahau yale yote yenye ametenda na yenye aliongea na yale anaendelesha. Amen. Amen. Tafuta baraka kwa baba. Sema amina. Amen. Barikiwa. Ndugu, Bwana apewe sifa. Amen. Naona majina mengi sana wamekuwekelea ama wamekubatiza. Hey, wanakuita nani? Peace. Peace mwema. Asante. Kwa hivyo wewe ni mwema. Na wewe ni mwema kweli? Wewe ni mwema kweli? Mbona wanakuzunguka na mbona wanakutaja majina ambayo sio yako? Mbona wanakuwekelea makosa sio yako? Huwezi elewa. Na ikaonekana kwamba kikundi iko hivi, na pale katikati ikaonekana sasa unatengwa polepole. Unapata wanakutoka polepole. Ukaanza kujiuliza, kwani makosa yangu ni gani? Na nimekosea wapi? Na mbona tusisikizane? Ilikuwa kikundi gani? Tuko pamoja? Na mbona unaona uchungu sana wakikitoka? Maana Biblia inaniambia kwamba unapoona akiondolewa kuna mafanikio na kuna yule ambaye ataletwa wa baraka sana. Naamini ya kwamba wanapoondoka wengine wanakuja wale wazuri. Kweli ama uongo? Wapendwa, ni kweli? Usiumie kwa roho. Na hata kama kuna mahali alikuwa anakusongesha na amekuachilia kafikiria bila yeye hautapumua, kwa injili ya Yesu utapumua na utafaulu. Kile alichokuwa anakufanyia
yule mwingine atakuja ataletwa kama msaada kwa maisha yako. Ilifika mahali mpaka ukajidharau ukajiuliza, sasa mimi ninawachwa hivi, nitasonga namna gani? Aliyejua atakusongesha. Na njia zako zote zitafunguka. Ulikuwa unataja kwamba nikipata pesa yangu niende nikatengeneze makao. Ilifaulu? Hamna. Sasa ikifika inaendanga tu kwa visirani na madeni. Okay. So ukinapoweka, ninaelezewa kwamba unawekanga ikifika kiwango fulani inaporomoka na mara moja. Pesa haisimami. So unataka pesa imiminike. Unataka flow ya pesa. Lakini naye kubali kutengana ama kubali kutengwa na venye Mungu anakutenga na wale wengine, ukubali. Ukisha kubali, then fuata njia ya Yesu. Ambia Yesu ya kwamba sasa mahali imefika, mimi nataka mipango yangu iende, nataka nijenge, nataka kwetu kungae, na nataka hata mimi niheshimike. Kubali na matokeo utayaona. Tunapotoka hapa, siku nyingine utakuja kusema ushuhuda mbele ya wengine. Barikiwa. Bwana pewe sifa. Amen. Uko mzima? Niko mzima. Utahubiri leo? Utaki kutuhubiria leo? Bado. Si tukupe Biblia. James ni nani? James. Harakisha James. Tafuta mbio. James ni ndugu fulani katika karibu penye naishi huko nyumbani. Penye mnaishi Ushago ama hapa Nairobi? Ushago. Yes. Na hii maneno ya kuuza shamba ilifikia wapi? Mambo ya shamba ni baba ndiye aliuza ile sehemu ambayo alikuwa amepewa na mzazi. Ndio. Ile tulikuwa tumetegemea, so akafika pahali akauza. Baada ya kuuza hiyo kipande ya shamba, ikawa sasa imechukiza wengine wenu plus we mwenyewe. Juu mimi nilikuwa nimetarajia ningeweza kubaki kwa ile shamba. Juu mimi nimezaliwa wakati mamangu alikuwa bado shuleni, so nilikuwa nafikiria hiyo kipande ningebaki ndani. Juu baba amenunua shamba kule Kitale eka moja, so mimi nilikuwa nataka nibaki hapa. Juu kule alikuwa ako na familia nyingine, so nilikuwa nataka nibaki kwa hii kipande ambayo alikuwa amepewa na mzazi. Na kutokea hapo litamuka nini? Si kutamka chochote tu, ni ile huzuni tu nilikuwa nayo. Juu nilikuwa naona sasa nikienda huko ninapigwa vita. Sasa nilikuwa nataka tu nibaki huko hivi. Sasa ukikaa hivi unaonanga hauna makao. Na imebidi hata nimeishi tu mjini na familia yangu. Juu kule nyumbani sasa singeenda huko, ilikuwa mvurugano ya ile familia. So ikabidi tu nikae huko kwa my grandparents, wakafika pahali wakanifukuza. So nikakuja na familia yangu tu hapa Nairobi. Naishingi tu nao hapa Nairobi katika ile hali ya kuhustle tu. Hali ya kuhustle tu. Yes. Leo unapata, kesho upati. Lakini naye Mungu atakuinua. Sawa. Katika nyumba yako naona viongozi. Asante. Kwa nyumba yako ninaona watoto watakuinua. Asante. Na ninaona ni werevu sana. Kabisa. Ama ni uongo? Ni ukweli. Watoto wako ni werevu sana. Hata mwingine aliitwa kule Mombasa. Haleluya. University lakini ni kungangana tu, hata pesa vile naweza soma ni shida. Niko na mwingine form 3. Ndio. Sasa huwa nangangana tu vile naweza kupata pesa, nikijaribu mambo ya basari na kuwa ngumu. Sasa nawasomeshianga tu kwa shida tu. Watumishi wa Mungu wenye wako hapa, tafadhali na Mike, naomba muombe, muweke maombi hapa. Naomba tafadhali huku. Kwa hivyo unasema mambo uone ikienda mzuri. Mambo ni kungangana tu, nangangana tu, hata kukula hawa watoto ni shida, hata kuwasomesha ni shida tu. Najipatianga madeni tu kila wakati, ndio nalipa huko shuleni, na kukaa tu kukula hata ni shida tu. Jikaze, maana naambiwa nikuambie kuna viongozi ndani ya nyumba yako. Na kuna wale watakuinua na watakuweka huru, watakuja kukuweka mahali kwa wafalme. Utakula katika meza ya wafalme. Na kila jambo litakuwa salama na kila kitu itanyoroka. So wewe usikuwe na wasiwasi yoyote. Kile kilichoenda hakikuwa chako.
lakini chako kiko njiani. Wewe ng'ang'ana, tafuta kile chako na utakipata. Sawa sawa, barikiwa. Watumishi walie hapa tafadhali, watumishi. Kanisa ya Light iko na watumishi wengi. Tafadhali wapendwa waombewe, na wapendwa tukutane kwa mkesha. Tukutane kwa mkesha. Watumishi walie mahali hapa. Bwana asifiwe sister. Uko mzima? Unaendelea namna gani? Uko poa? Naona namba 3 ya boyfriend ama sweetheart. Wote ni wako? Niko na mmoja. Na hawa wawili? Hawa wawili wako wapi? Au siwajui. Uko sure? Uko sure? Unataka kuwaona? Hapana. Na si unajua kwamba ukitaka kuwaona nitafanya hivyo? Ukitaka kuwaona uniambie, manake mimi nitafanya uwaone. Ukitaka kuwaona nitafanya uwaone. Na nitawachanganya wote pamoja, ukuje upatikane katikati hivi. Amen. Upatikane hivi katikati mpaka ushindwe kuelewa sasa. Huyu nitamwambia nini na huyu nitamwambia nini na huyu nitamwambia nini. Nifanye hivyo? Hapana. Wangapi wanasema tuweke mtego? Wangapi wanasema tuweke mtego? Wangapi? Wacha tuweke ukweli mbele ya Mungu. Mwanangu usijali, usitetemeke. Usitetemeke. Lakini naambiwa hiyo roho ukatae. Sawa? Sawa. Naambiwa hiyo roho ukatae, ikuondokee, ili Mungu akupatie ndoa ama akupatie uchumba ambaye ni yako. Amen? Amen. Manake kuna mtu anakufuata kutoka nyuma na kuandama huku na pale. Umepewa ile roho ya kupendwa. Amen? Amen. Ni kweli? Unapendwa ovyo ovyo? Yorera. Unapendwa kiolela olela. Sasa umechagua gani? Umechagua? Tafadhali Asha, tutakosana. Ukiwa hapo na unataka kuangalia huko, utashuka uende uangalie urudi. So please, Mike kwe hapo. Umechagua gani? Chagua Mungu anipe mume mzuri. Akupatie mume mzuri. Mume anayetoka wapi? Atoke mbinguni. Na wake kuna mke anatoka mbinguni pia. Mke mwema. Na hata mume mwema. Kwa hivyo akuje leo, awache kupendwa ovyo ovyo. Naona hiyo roho imemwandama. Kupendwa ovyo ovyo. Amen. Kupendwa ovyo ovyo. Wapendwa, tunataka tukanyage leo msalaba pale kwa ile kanisa. Hiyo isikupite. Tunataka leo turuke kwa ile boma mpaka kale kakitu kanakuambianga usiende church kaondoke. Kale kanasemanga tu naogopa kuenda kusalimiana mbele ya watu katoke. Dada, mbona hasira iko juu? Sijui. Hata mimi naogopa unaweza ruka hapo saa hii upite na mimi. Juu naambiwa hasira yako inakuanga juu kabisa. Inakuwa juu kabisa, ukikasirika unaweza nishike nizungushe namna hii kama kakaratasi unitupe huko. Yaani wewe unakuanga tayari. Ni kweli? Na sasa watu wanakupendanga waonangi wewe ukiwa konje. Haoni hiyo konje stina iko ndani yako. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Pata asiyebadilika. Kwa sauti, Yesu hawezi badilika. nimempata asiyebadilika.
hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Hawezi badilika. Hata na mama naweza badilika baba, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Ambia Mungu Yesu hawezi badilika. Hata na Bwana naweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Nimempata asiyebadilika. Huyu Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika. Sema amen. Dada, nataka ukuwe na pesa yako yenye umetafuta na jasho lako. Amen. Nataka ukuwe na pesa ambaye ukikaa hivi haikui ya deni. Maana naona watu wa madeni ndio wengi. Kuna mwingine anamdai